Na waambiaga washikaji zangu wote, marafiki zangu, unapofanya jambo kwenye jamii ambalo litaleta taharuki, either kukinzana na serikali au kukinzana na taasisi ambayo ina nguvu, tuwe makini. Nilikuwa nafuatilia mdahalo wa wale wahadhiri wa UDOM jana juzi, sijui wahadhiri walikutana, wahadhiri wote walikutana, walikuwa wanazungumza tu kwenye mazungumzo yao, lakini wakagusia wale wahadhiri ambao wa UDOM ambao wapo wameshikiliwa na vyombo vya dola kutokana na kauli zao tata, inasemekana za uchochezi. Sasa wahadhiri maprofesa manane wamekutana. Mmoja akasema alimtembelea yule mhadhiri ambaye yuko kule polisi kwa sababu ya mahojiano zaidi. Anasema ameomba watu na jamaa zake wasimsahau mke wake na familia yake kwa sababu umeme, maji vimekatwa. Hali imekuwa tete. Wale wahadhiri wakajichanga. Nisikilizeni vizuri hapo. Wale wahadhiri wakajichanga. Baada ya wahadhiri wote kujichanga, wote walikuwa zaidi ya 100 wamekutana. Wamepata shilingi 500,000. Wamepata shilingi 500,000. Ndio ujiulize, unapochokoza jambo una watu nyuma kukusaidia? Unapolichokonoa jambo, angalia nyuma una watu wa kukusaidia? Imagine wahadhiri wenye maprofesa na madigrii yao wamejikusanya, wamechanga, wamepata shilingi 500,000. Zaidi ya 100 wamepata shilingi 500,000. Kwa hiyo unapotaka kuchokoza jambo kwenye jamii au kwenye mamlaka, jiangalie wewe na familia yako, mkisema mjikusanye mtapata bei gani ili waweze kukomboa. Wahadhiri wamejikusanya, angalia post yao hapo, wanasema tumejikusanya, tumechanga, tumepata shilingi 500,000. Zilizobaki zote ni ahadi za hewa. Ahadi, mimi nitamsaidia hiki, ni ahadi za hewa. Hii iwe call to action. Ndugu zangu, vijana wenzangu, watu wenzangu, hakuna alioshindana na mamlaka akafanikiwa. Hakuna aliyeshindana na mamlaka akafanikiwa. Toka enzi za mitume wote walikuwa wanashindana na maswahaba hakuna alofanikiwa. Mamlaka imepewa vibali na Mungu. Huwezi kushindana nayo ukafanikiwa. Tujifunze kwenye hili. Watu wamejikusanya zaidi ya 100 wamepata shilingi 500,000. Haya. Wewe endelea kujifanya una mdomo mrefu, unatumia mpeji zako kutukana viongozi, kusengenya watu. Endelea tu. Ndugu zako watatoa hela. Ni hayo tu. Nimeona video ya Mwijaku nikaona niseme kitu kwa sababu imenikumbusha nukuu moja. Inasema hadi pale ambapo umepata kitu ambacho uko tayari kufa kwacho, ndipo hapo sasa utakapokuwa tayari kuishi. Wengine nimeona wana attribute hii quote kwa Martin Luther King na vitu kama hivyo. Wengine wanasema pia Che Guevara aliwahi kusema quote kama hiyo. Lakini imenikumbusha kwa sababu Bwana Mwambe anasema, alikuwa anazungumzia huyu lecturer mhadhiri wa UDOM ambaye apparently alimwambia lecturer mwenzake kwamba asaidie nyumbani kwa sababu hali ni mbaya, yeye yuko gerezani. Sasa katika lecturers kujichanga wakawa wamepata pesa kidogo, wanasema kama 500,000 tu, na wenyewe walikuwa kama 100 hivi. Kwa hiyo anaona hazitoshi. Sasa akawa anakumbusha watu kwamba kabla hujaanza harakati, basi uangalie kama kuna watu wa kukusaidia. Nadhani kitu ambacho Bwana Mwambe hakijui labda kuhusiana na vitu kama harakati ni kwamba wapo watu ambao wako tayari kulipa gharama yoyote ile, ikiwezekana hata kufa, kusimamia, kutetea, kupigania kile kitu ambacho wanakiamini. Hawa ni watu ambao wanaishi kwa principles, wanaishi kwa purpose, they have values, they have convictions ambazo ni so strong kiasi kwamba hawajali gharama gani watalipa. Kuna watu gani ambao wako nyuma yao kuwasaidia kifedha kwa hali na mali. Hawafikirii hata hivyo vitu vyote. Wanachowaza wao ni kwamba value hii imekiukwa, principle hii imekiukwa, niko tayari kupigania.
Na haya ndio mambo ambayo Nelson Mandela kwa mfano katika speech yake ile ya mwisho wakati akiwa mahakamani anazungumza namna gani ambavyo maisha yake yote ameyatoa kupigania watu kuishi kwa usawa, weusi kwa weupe. Anasema hiyo ni principles, hizo ni misingi ambazo yuko tayari kuzipigania kwa gharama yoyote, ikiwezekana hata kufa. Hawa ndio aina ya watu ambao kama huyo mhadhiri ambaye Barton anamzungumzia. Hawezi kufikiria kwamba nyuma kuna watu wangapi watanichangia au familia. Kinachowasukuma, kinachowapa nguvu, kinachowapa ujasiri ni kusimamia misingi yao. Na mara nyingi misingi hii huwa sio yao binafsi tu. Unazungumzia haki za binadamu, unazungumzia demokrasia, unazungumzia usawa. Kuna watu wana conviction za hali ya juu sana kuhusiana na hii misingi, kiasi kwamba wako tayari kulipa gharama yoyote ile, hata kama hakuna mtu atawasaidia wao au familia zao. Mara nyingi tunafikiria heroes katika taifa kama wanajeshi wenye bunduki na nini. Ni kweli, the soldiers are our heroes. Lakini katika kupigania haki na demokrasia kuna heroes wengi sana ambao wengine labda huwezi hata kuwasikia. Tunamkumbuka baba wa taifa, kila uwanja umewekwa jina lake, kila vitu vimewekwa jina lake. Lakini walikuwepo watu wengi sana waliomchangia, waliomficha majumbani kwao, walioficha kadi. Kina Bibi Titi na wanawake wengine wenzao walikuwa wanaficha kadi za waume zao ili waume zao wasijulikane kama wana support harakati za TANU, labda kwa sababu ni watumishi wa serikali na vitu kama hivyo. Wapo hao watu. Ukienda Afrika Magharibi kule kuna wanawake wanaitwa market women. Hawa walikuwa hawana vitu vingi, hawana mali, hawana nini, lakini walikuwa tayari kupigana na mkoloni kuhakikisha kwamba haki zao, haki za taifa na jamii zao zinapatikana. Lakini Che Guevara hawa ametembea sijui mabara mangapi, sijui nchi ngapi, mkwenda Kongo kupigana vita vya msituni. Sio kwa sababu anamjua mtu yoyote ile, sio kwa sababu labda kuna watu wanajua wataangalia familia yake au nini. Hizi ni conviction ambazo alikuwa nazo, kwamba mahali popote panapokuwa na injustice atakwenda, atapigana, atasaidia kuchangia kuhakikisha kwamba watu wanakuwa huru, watu wanapata haki zao. Na watu kama hawa ndio wanasaidia hata sisi sote tuwe na uhuru tulionao. Sisi sote tufurahie maendeleo ya haki na demokrasia na vitu kama hivyo. Sio kwa sababu wao hawaogopi au hawajui hatari ambayo inawakabiliana nayo, lakini ni kwa sababu ni wajasiri labda kuliko wengi wetu. Wako tayari kulipa hiyo gharama kuhakikisha kwamba kile wanachokisimamia, ile misingi, ile conviction walionayo inafikiwa. Na nyakati zingine wanapoteza maisha labda kabla hata ya kuona kile ambacho wamekipigania. Lakini damu yao, gharama yao mara nyingi inaishi zaidi kuliko hata maisha yao. Na kwa sababu ya gharama ambayo wanalipa wenyewe bila kuwa na uhakika wa mtu kumsaidia, jamii, taifa linakuwa huru, linafurahia maendeleo, linafurahia haki na usawa ambao watu wanastahili. Kwa hivyo kama huelewi, au niseme ukiweza kuwasaidia watu kama hawa, wasaidie, wachangie, waombee. Kama huwezi kutoa fedha, wasemee, watetee kwa namna yoyote ambayo unaweza kuwa nayo. Lakini kama huwezi kufanya hivyo, nyamaza tu, kwa sababu vitu wanavyopigania ni zaidi ya namna ambavyo mimi na wewe tunaweza tukavielewa.